إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم اجعلنا من الفائزين. عباد الله، أوصيكم وأوصي نفسي بتقوى الله، فهي وصية الله في الأولين والآخرين. قال الله تعالى: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله وإن تكفروا فإن لله ما في السماوات وما في الأرض وكان الله غنيا حميدا. فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عباد الله، khutba yetu ya leo tutaangazia ama tutasomeana hadithi moja, tutaichambua. Hii hadithi ndio itakuwa mada yetu ya leo, hadithi ambayo iko katika Musnad al-Imamu Ahmad. Hii hadithi ambayo tutaisoma tutaifafanua kiasi ya wakati ambao tuko nao. Imebeba mambo mazito, imebeba faida chungu nzima. Hii hadith tukisomeana imebeba mambo matatu ambao tutadiscuss ama tutapeana faida. Tutashika kipengele cha kwanza ambao ni faida, kwa sababu imebeba mambo matatu na nitafanya bidii tuieleze yote haya mambo matatu, ambao wakati haitotosha, lakini nitaifanya briefly ili tupate kuimaliza hii hadithi. مسند الإمام أحمد من حديث أيوب الأنصاري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. في حديث: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم. kuna siku mtu yuaja kwa mtume akamwambia: ya Rasulullah, i'idhni wa aujiz, hemu nipe mawaidha, lakini mtume nataka ufupishe. Nataka advice, a piece of advice, lakini sitaki maneno marefu, nataka maneno kidogo, nataka nasiha ama nataka mawaidha, lakini usinipe mawaidha maneno marefu. Mtu yoja kwa mtume
Mtume ndo akampatia hii faida tatu, ambao ndo mada ama ni topic ya khutba yetu ya leo. Faqala alayhi salatu wassalam, faida ya kwanza, shika hiyo, akamwambia idha qumta fi salatika fasalli salata muwaddi'in. Angalia faida ya kwanza, Mtume akamwambia huyu mtu, na hii faida ni yetu yote sisi, akamwambia ukitaka kuswali swala yako iwe ni sala ya mtu anayeaga. Ma maana hadha alkalam? Yaani katika swala zetu tukiziswali, akili zetu ziwe ziko hadhir pale katika swala. Tukaswali swala tunavyotaka sisi, tukaja kujipiga na majambi, wewe ukaishi miaka utakayoishi, lakini ukaswali swala unavyotaka wewe, siyo swala alivyoifundisha Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, the way he taught us. Hukupiga goti wewe ukafundishwa ile sala. You prayed the way you want, the time you want, unavyotaka wewe, wakati unavyotaka wewe. Utaishi miaka yako yote, ile sala siku ya kiyama ukifika, wataka hisab, ile sala itakunjwa kama nguo chafu vile inavyokunjwa, kisha utarejeshewa mwenyewe. Utaambiwa wewe, hii sala hatukuifundisha, ama hukuisali vile sisi tumekufundisha. Na Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam asema, sallu kama raaitumuni usalli. دحين انت تصلي كيف ما تشاء اي وقت تريد. Hapo hakuna sala, wakati wote unautaka vile unavyotaka. Tunaona makosa sisi katika swala tunavyoswali na watu, makosa chungu nzima, katika sujud, katika rukuu, katika al-i'tidal. Now we don't have an excuse. Leo kuna mashekhe, leo kuna mitandao, leo kuna vitu chungu nzima ambao itakuwa easier for you to learn, lakini ukakaa wewe ukaswali unavyotaka, hii itakuwa ni makosa. Kwa hivyo turekebisheni katika swala zetu, lianna an-nabiy sallallahu alayhi wasallam yaqul awwalu ma yuhasabu bihi al-abdu yawm al-qiyamah ايش الصلاه. Jambo la kwanza utahesabiwa sala. Sala ikiwa nzuri, amal zote zinakuwa nzuri, lakini swala ikiwa mbaya, amal zingine haziangaliwi. Hata ukawa wewe katika sadaka uko mstari wa mbele, hata wewe katika mambo mema khairat, anta bab raqam 1, lakini اسأل نفسك كيف حالك مع الصلاة؟ هل تؤدي الصلاة كما أمرك النبي صلى الله عليه وسلم؟ هل تؤدي الصلاة كما علمك النبي صلى الله عليه وسلم؟ Je, hii sala unaisali kama vile alivyokufundisha Mtume? أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة الصلاة. Tujiulize hali zetu, كيف حالنا مع صلاة الفجر؟ vipi hali zetu na صلاة الفجر؟ اسأل نفسك أين صليت الفجر اليوم؟ wewe unayenisikiliza na mimi ninaizungumza, اسأل نفسك أين صليت الفجر اليوم؟ leo alfajiri, tusende mbali,
leo alfajiri umeswali wapi? Maa almamumin fi almasajid, umeswali pamoja na wenzako maamumin ndani ya msikiti, ama umeswali nyumbani, ama wewe umelala hukusali kamwe, ma sallaita alfajr. Wa hadhihi musiba, wa hadhihi musiba. Mtume akwambia ukitaka kujijua wewe ni mnafik ama la, angalia hali yako katika swala mbili, tena sana sana katika salatu al-fajr. يقول النبي صلى الله عليه وسلم أثقل الصلاة على المنافقين إيش؟ صلاة الفجر وصلاة العشاء. صلاة نزيتو كونافق ni صلاة الفجر na صلاة العشاء. ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوا. لو wangejua fadla za hizi sala mbili wangekuja hata kama kwa kutamba. Wewe huwezi kutembea, you can't walk, you are crawling, but you will come to the masjid and pray salah. Angalau uzito wa hii salat al-fajr. Lakini nahn al-yawm nanam nashar fi al-layl wala nusalli. Leo tutakesha na ma Netflix na ma movies na ma PlayStations mpaka kwenye masaa 9 masaa 10, baadaye anta tanam. يعني قبل الفجر أنت تنام تسهر. المؤذن يقول حي على الصلاة حي على الفلاح، أنت وين؟ أنت نائم. wewe umelala usingizi mzito kabisa. Kwa hivyo ibadallah, hii ndio faida ya kwanza. Huyu mtu alipokuja kwa Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam ataka nasiha, Mtume akampatia faida 3. Faida ya kwanza alimuuliza kuhusu swala. Alimwambia wewe swali swala ya mtu anayeaga, usikose swala, akili yako iwe hadhir katika sala, kwa sababu tukitaka falah, kufaulu, we want success, we should ask ourselves about prayers, especially salat al-fajr. Salat al-fajr leo sisi changamoto, mtihani iko katika salat al-fajr. Anta mumkin تصلي صلاة الظهر في المسجد وصلاة العصر وصلاة المغرب وصلاة العشاء، لكن الامتحان يكون في صلاة الفجر. وين جيتوا؟ الأغلبية وين جيتوا؟ الامتحان يكون في صلاة الفجر. Ndio inatupiga chenga na mtihani tunapata. Atakayesali salatul fajr kwa jamaa, huyu anakuwa katika ulinzi wa Allah. Atakayesali salatul fajr katika jamaa, huyu anakuwa katika ulinzi wa Allah. Yaqulu an-nabiy sallallahu alayhi wasallam, man صلى الفجر في جماعة فهو في ذمة الله. Atakayeswali swala ya alfajiri kwa jamaa msikitini, swala ya alfajiri, huyu anakuwa katika ulinzi wa Allah. Fi dhimmati llah, ay fi hifdhi llahi wa riayati. When you pray salatul fajr in the masjid, you will be under protection. Uko katika ulinzi, tena under protection of Allah, under protection of Allah. Wewe umehifadhika na Allah, Allah anakuhifadhi.
تذهب إلى العمل أنت في حفظ الله ورعايته، تذهب إلى السوق أنت في حفظ الله ورعايته، تذهب إلى البيت أنت في حفظ الله ورعايته. Kila mahali unapoenda, you are under protection, you are under protection. لماذا؟ لأنك أنت صليت الفجر في جماعة. Kwa hivyo ibadallah, tuwe mstari wa mbele katika salati al-fajr. Leo masikitiko, salati al-fajr ni safu moja peke yake. Njoo katika masjid, angalia, ikienda sana safu mbili. Sisi wengine aina nahnu, tuko wapi? Leo njoo msikitini, salati al-fajr safu moja. Ikienda sana watu wamekuja kuswali, basi ni safu mbili. Al-baqiya aina hum? Where is the rest? Tujirekebishe hapo. Mimi naizungumza na nyinyi munayenisikiliza. Inna salata tanha anil fahshai wal munkar, swala inakuepusha na machafu na maovu. Ukaiswali swala inavyotakikana, swala inakuepusha na machafu. Wewe ukiwa wafanya madhambi leo, tena especially madhambi makubwa, is'al nafsaka kayfa halaka ma'a as-salah. Wewe bado uko katika madhambi sana madhambi makubwa, wewe jiulize, mimi nafanya madhambi makubwa. Chunguza katika swala yako, kwa sababu ukaiswali swala inavyotakikana, swala lazima itakuepusha na madhambi na machafu na makosa. Inna salata tanha anil fahshai wal munkar. Leo sisi wacha swala ituweke mbali na ituepushe na madhambi na makosa. Sisi leo tufanya madhambi dhahiri openly, and we don't care about anything, hata hatujani. Hizi swala yatubadilisha kweli? Sisi leo tufanya madhambi wazi and we don't care. Baada ya Allah kutuhifadhi na wewe ukafanya madhambi, Allah akakustiri, leo wewe unaiondosha ile satra Allah alivyokustiri, wewe ukaiondosha. Wewe ukafanya madhambi mbele ya watu na ukaona ya kuwa kwa lugha ya leo tunasema ni masifa sana, ama ukajiona wewe na labda kutangazia watu, mimi jana bwana nimefanya 1 2 3, wawatangazia watu yale madhambi ambayo wewe wayafanya, wawatangaza. Baada ya Allah kukustiri, anta tafdhah nafsak, wewe unajifedhehesha na unaeneza machafu yako kwa watu. Baada ya Allah kukuhifadhi na kukustiri, madhambi ukafanya peke yako, yeye akakuhifadhi. Yaqulu an-nabiy sallallahu alayhi wasallam, kullu ummati mu'afan illa al-mujahirin. My ummah will be forgiven except those who do sin openly. You are doing sin openly, open. Ummati wangu watasamehewa isipokuwa wale ambao wanafanya madhambi kwa kujidhihirisha. Tafdah nafsaka anta baada ma sataraka Allah, anta tafdah nafsaka amama an-nas, amama al-alam, amama ash-shashat. Leo tujiulize, madada zetu wanavyojifedhehesha na
unatandaza katika social media, labda si dadangu ni dadako, labda si mtu wangu wa karibu mtu wako wa karibu, na ni msichana wa Kiislamu. Leo madada zetu wa Kiislamu wangapi wanajitandaza kwenye social media? What is the reason? They want likes, they want to be famous. Anataka umashuhuri, anataka likes, anataka kuwa celebrity. Yeah, this is the reason. This is the reason. Labda hata halipwi kamwe, kwa sababu leo katika mitandao ukiwa maarufu sana unalipwa. Hadha qadhiya akhar. Labda wewe hulipwi kamwe, but you want to be celebrity, you want to be famous, you want likes. Leo ndio madada zetu wanavyofanya. Kwa hivyo kama si dadangu dadako, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati, waqifuhum innahum mas'ulun. Faida ya pili, kwa sababu ya wakati, tumesema faida ya kwanza ilizungumza kuhusu sala. Faida ya pili, wala tukallim bikalamin ta'tadhir minhu ghadan. Mtume akamwambia huyu mtu, usizungumze maneno ukaja kujuta baadaye. Ma maana hadha alkalam aidan? Ni kama mtume amwambia hifadhi ulimi wako, usizungumze maneno ukaja kujuta baadaye, kwa sababu once maneno ukizungumza huwezi tena kurejesha. Hata ukamudhi yule mtu, ukaomba msamaha utakavyoomba, lakini once ushazungumza maneno, ushayatoa, huwezi kurejesha yale maneno. Ni kama mtume amwambia huyu mtu, huu ulimi wako uhifadhi, ihfadh lisanak. Once you speak, know what you are speaking. Jua wazungumza nini, jua wazungumza na mtu gani, jua haya maneno ninayozungumza mimi nimeyapima kabla sijayazungumza, nishayapima, kwa sababu siwezi tena kuyaregesha. يقول عليه الصلاة والسلام من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. Yule anayemwamini Mwenyezi Mungu na siku ya mwisho azungumze maneno ya khairi au anyamaze. Those who believe in Allah and the day of judgment, speak what is right or just keep quiet. Speak what is right. You don't have anything to say, just keep quiet. Nyamaza. Haya maneno nikizungumza mimi nitaudhi watu. Nyamaza. Nyamaza. Lakini unao maneno ya khairi, nitatoa faida kwa rafiki yangu, kwa ndugu yangu, mahali tumekaa, haya maneno yanayo faida, just talk. Lakin ma fi faida fi al-kalam alladhi sa'atakallam. Yaqulu alayhi salatu wassalam au liyasmut, basi nyamaze. You better keep quiet, kwa sababu maneno ukizungumza huwezi tena. Hii ni faida ya pili. Hadith nayoelezea kuhusu ulimi, uhatari wa ulimi, na ulimi vile inacheza part kubwa katika kiungo cha binadamu. Yaqulu alayhi salatu wassalam idha asbaha ibn adam fa inna al-a'dha'a kulluha tukaffiru al-lisan. Taqul ittaqillaha fina fa innama nahnu bika, ittaqillaha fina fa innama nahnu bika, fa in istaqamta istaqamna wa in i'wajajta i'wajajna. Angalia uhatari wa ulimi, na angalia vile ulimi ni kiungo ambayo inacheza part kubwa katika mwili wa binadamu. Angalia hadithi, mtume asema binadamu anapopambaukiwa, yani kuingiliwa na asubuhi, kila asubuhi inapoingia, viungo vote va mwili vinaenda kwa ulimi.
viungo vote, the organs, vinaenda kwa ulimi, vinamwambia ulimi, ittaqillaha fina, muogope Mwenyezi Mungu kwa sababu yetu sisi, tuogope sisi. Fa inna ma nahnu bika, sisi twakuangalia wewe, you are the commander of chief of the armed forces. Wewe ndo kamanda, wewe ndo leader, wewe ndo amiri wetu. Ittaqillaha fina fa inna ma nahnu bika, sisi tutakuangalia wewe. Fa in istaqamta istaqamna, ukiwa uko sawa sisi hatuna shida, sisi tuko sawa, sisi tutakuangalia wewe, you are the leader. If you are in the right path, don't care about us, we follow you, sisi tutakufuata wewe. Ukiwa uko sawa sisi tuko sawa. Lakini wa in iwajajta iwajazna, wewe ukienda kombo, iwajazna, sisi hapa hatuna say, sisi tuenda kombo. Ukienda kombo sisi tushaumia. Angalia leo fitna nyingi leo. I can say percentage kubwa ni kwa sababu ya ulimi. You talk, I talk, we fight. Nchi imezungumza hii, nchi nyingine ikazungumza, haya twende vita. Huyu amezungumza maneno, amemwingilia yule. Huyu pia akazungumza kukubali, twende vita, vikaanza. Maafa leo, maafa makubwa, percentage kubwa ni kwa sababu ya ulimi. Wewe wazungumza, mimi nazungumza. Wewe wanitukana, mimi nakutukana. Vita, maafa inatokezea. A small organ, but it can cause world war. If you use it in a good way, you will succeed in this life. You use it in a wrong way, you are a failure. Vile tunavyotumia ulimi wetu, unaitumia vizuri utasalimika, unaishi na watu vizuri, maneno yako ni mazuri, ukiongea na watu kila mmoja atakupenda. Lakini leo mdomo wako mchafu, wewe hujui kuzungumza na watu, kila atakayeona na wewe hajasalimika, ni matukano na kumsengenya na kumtukana, kila mmoja atakuchukia. Ukiwa wewe tabia yako, ulimi wako mbaya, kila mmoja wewe hatokupenda. Kwa sababu gani? Kwa sababu ya ulimi wako. Kwa hivyo angalia ulimi vile inacheza part kubwa katika mwili ya binadamu. Hii ni faida ya pili. Faida ya mwisho akamwambia, wa ajmi'il ya'sa mimma fi aidi nnas, uwe wewe mambo yako ni wa kumtegemea Allah na kuacha kutegemea watu. Yani ni kama amwambia huyo mtu, isiwe wewe tegemeo lako katika hii dunia ni watu. Wewe katika hii dunia fanya watu ni sababu, lakini your first priority in anything is Allah subhanahu wa ta'ala. Ukimfanya Allah ndo number one, binadamu wanakuwa ni sababu, lakini usifanye binadamu ndo tegemeo lako katika jambo lako lolote. Ampatia nasiha ya tatu, turid ay haja fi hadhihi ad-dunya liyakun rajaaka awalan billah subhanahu wa ta'ala. Rely on Allah in anything in your life. Mtegemee Allah, mweke Allah number one, chochote unachotaka. Ukimweka Allah number one, your first priority,
binadamu wenyewe wanakuwa ni sababu, kwa sababu wanatumwa ni Allah, wanakuwa ni sababu kuja kukusaidia wewe. Binadamu anakuwa ni sababu, wewe utasikia tu mtu fulani kadhaa, ni Allah amewatuma waje wakusaidia, lakini wewe ukaweka I rely on Allah in anything. Binadamu wanakuja wanakusaidia wale wanatumwa na Allah, lakini usiweke tegemeo lako lote kwa binadamu. Anta ma tad'i Allah, wewe huombi Allah, humjui Allah, vipi utamtegemea Allah? Mtume asema, yaqulu alayhi salatu wassalam, law annakum tatawakkaluna ala Allahi haqqa tawakkuli la razaqakum kama yarzuqu at-tayr taghdu khimasan wa taruhu bitana. Lau sisi tumtegemea Allah ukweli wa kumtegemea, we rely on Allah only, la razaqakum kama yarzuqu at-tayr, Allah tupa riziki kama vile anavyompa riziki ndege. Ndege hana ujanja. Kivipi? Taghdu khimasan wa taruhu bitana, ndege akitoka asubuhi tumbo lake halina chochote, lakini akirudi jioni ashashiba. Kwa sababu gani? Yule ndege tegemeo lake ameiweka kwa Allah, mimi naenda kutafuta riziki. Akitoka asubuhi tumbo lake halina chochote, mara kazunguka akala huku akala huku, ile ni tegemeo yomtegemea Allah. Lakini akirudi usiku katika mapumziko yao, amerudi tumbo lake limejaa. Sasa hii ndio tawakkul. Waman yatawakkal ala Allahi fahuwa hasbu, anayemtegemea Allah, Allah atamtosheleza yeye peke yake. aqulu ma sami'tum wa astaghfirullaha li wa lakum wa lisairil muslimin fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. الحمد لله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله، أوصيكم وأوصي نفسي بتقوى الله، فقد فاز المتقون. قال الله تعالى: إن للمتقين مفازا، ألا فصلوا وسلموا على من أمركم بالصلاة عليه، حيث قال: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن الخلفاء الأربعة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن بقية الصحابة رضوان الله تعالى عليهم إلى يوم الدين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداءك أعداء الدين. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. أقم الصلاة.